Abraham, leo tuko hapo kwa sababu ya kuongelea mambo muhimu, kwa sababu katika dunia sasa kuna mambo mengi ya kuongelea, mambo ya mapenzi, ya maisha, ya familia, ya hivyo. Mimi leo nilitaka kuongelea katika kuhusu dunia ya sinema. Na nilikuwa na maswali ambayo nilikuwa najiuliza sana mengi. Sasa natumai kwako napata majibu kamili, tena majibu yaliyo sahihi. Tutajitahidi kujadili, maana tunajua tena tusipoiokoa hii sana wenda hakuna uwezekano wa kuiokoa, afu watu ambao watatufuata nyuma pia nao wakasema kwa mbona wao walikuwa wanaweka domo lakini leo wako wapi. Kwa hiyo tujadili. Okay. Swali langu la kwanza nilikuwa najiuliza kuhusu sana. Kwa wakati unaona katika sanaa, kuna katika scenes ukuta mtu anaigiza scene ambayo ni ya kulia, ya uchungu kabisa, mpaka mtu ambaye anatazama TV anahisi naye ule uchungu. Yaani inakuaje? Unajua sanaa ni message. Na sanaa ni mtu anapitisha message ambayo yani anaonesha vitu ambavyo vinapatikana katika jamii. Na uwezo kuonyesha watu kitu ambacho kinapatikana katika jamii na uguse mioyo zao bila wewe kuonyesha kile kitu kinafananaje. Kwa hiyo ndo maana huwa inabidi ukiamua kulia, kama hisia ya kulia kweli, inatakiwa kweli uhakikishe unaambatanisha katika hiyo sehemu ambapo unaigiza, ili mradi uonyeshe watu ukweli na wao. Unajua unaweza kwa unataka kupitisha message ambayo ni nzuri tu kabisa, lakini kwa ubovu wa kupitisha hiyo message ukajikuta kuliko message ijenge inakuwa ni sehemu ya kichekesho, inaanza kuchekesha. Kwa hiyo ndo kwa maana unakubidi ujitume, utafute topic, yani utafute hisia, uvae kweli uhusika, ili mradi upitishe message vizuri. Ndio kwa maana wasanii inabidi wafuatilie wazingatie. Unajua wakubali sana wasanii, kwa sababu unajiulize unaigiza kitu ambacho sio, yani unavola usiku wa mtu mwingine ambaye amepoteza mama wakati mama yako yupo hai, lakini unalia kama umepoteza mama kweli. Na swali lingine ningependa kuuliza ni kuhusu yani sauti na maneno, kwa sababu utasikia kuna wengine wasanii ambao wanaongea neno, wanasikia kabisa, wanasikia ile neno ni nzuri sana, na hata ushaangalia vizuri katika TikTok unakuta kuna watu wana telecharge, wana download ile script, wanaweka katika status au wanaitilize katika maisha ya kawaida. Yani inakuaje mpaka msanii anafikia kuwa na ile mvuto wa kisauti vile na script? Ni kweli. Unajua sana watu wanafanya kwa namna tofauti. Kuna wale ambao wanafanya sanaa ili waonekane mtaani, wapate mademu kwa wanaume, kwa wanawake, ili mradi wapate heshima, wasifiwe. Lakini sasa sanaa itaki hivyo. Sanaa inahitaji uifanye katika lengo